Karibu Tabora, karibu Toronto. Kristo amefufuka. Amefufuka kweli kweli, haleluya. Marko sura ya 16. Injili kama alivyoandika Marko mtakatifu sura ya 16. Tutasoma mstari mmoja wa kwanza. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mama Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata Sabato ilipokwisha kupita. Hao wamama wanatajwa Mariamu Magdalene na Mariamu mama Yakobo na Salome. Wakina mama watatu wanatajwa, na Injili karibu zote zimetaja habari za hao wamama kuamka mapema alfajiri kwenda kuona hali ya kaburi. Hawa wamama wametajwa, na sababu kubwa ya hawa wamama kwenda makaburini imetajwa pia, kwamba kwa kuwa alizikwa haraka haraka siku ya Ijumaa, hakukuwa na matayarisho ya mazishi. Kama mnavyojua kunakuwa na matayarisho ya mazishi, sasa hakukuwa na matayarisho yoyote. Kwa hiyo wale wakina mama wakakaa na wasingeweza kwenda siku ya Jumamosi, kwa sababu siku ya Jumamosi katika mila na desturi za Kiyahudi ilikuwa ni siku ya mapumziko. Na hata leo ukienda katika nchi kama ya Israeli, siku ya Jumamosi unaona mji wote uko kimya kabisa. Uko kimya kabisa. Hata kwenye ile magorofa kunakuwa na lifti za kupandisha watu juu, huwa zinasimama, inabaki lifti moja na imeandikwa lifti ya siku ya Sabato. Na kwa sababu hiyo wakina mama wale walikaa nyumbani wakisubiri Sabato iishe. Na Sabato ilipokwisha tu mapema alfajiri walikwenda kuona hali ya mwili wa marehemu. Lengo lao ni kuona mwili wa marehemu ambaye alizikwa haraka haraka bila matayarisho. Hakukuwa na mafuta, ambapo inatakiwa mwili wa marehemu uzikwe ukiwa na mafuta. Kwa hiyo wakina mama walijiandaa, wakanunua mafuta, wakajiandaa waende kuupaka mwili wa Bwana Yesu Kristo. Hii kazi ilikuwa inafanywa na wakina mama katika mazingira yote, sio tu kwa Yesu. Ilikuwa inafanywa na wakina mama wakati wote wa mazishi. Mtu kabla hajaenda mazishi, au mwanaume au mwanamke, hii kazi ya kupakwa mafuta ilifanywa na wakina mama. Na kwa kweli wakina mama ni hodari katika kupaka mafuta. Hiyo mimi naelewa. Mara nyingi tunasumbua na mama na nichelewesha kwa kujipaka mafuta. Kwa hiyo wakina mama kwa kujipaka mafuta, hiyo ni mahali pao kabisa. Kwa hiyo wakina mama waliamka mapema alfajiri waende wakakamilisha lile jambo ambalo halikufanyika siku ya Ijumaa. Hivyo alfajiri mapema kabisa baada ya Sabato, ambapo kwa kweli ilikuwa Jumapili. Ilikuwa Jumapili kama siku hii ya leo. Maana Sabato ni Jumamosi, na ilikuwa Jumamosi hata wakati ule. Na leo Sabato bado ni siku ya Jumamosi. Lakini siku ya kwanza ya juma, Sabato ilipokwisha, kulipopambazuka, ndipo hawa wakina mama walienda huko alfajiri. Baada ya kifo cha Bwana Yesu kulikuwa na ukimya sana. Wale wafuasi wa Bwana Yesu walisambaa. Wengine walijikusanya wakakaa katika nyumba, wengine walikimbia kabisa wakarudi Galilaya kwa kuhofia maisha yao, kwamba huyu ambaye ameuawa kwa vyovyote vile wataanza kufuata wafuasi wake mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo walikimbia kwa hofu. Lakini wakina mama hawakukimbia. Wakina mama hawakukimbia kwa hofu, kwa sababu katika mila za Kiyahudi wakina mama hawakupata usumbufu. Kwa hiyo kama kuna tukio lote limetokea, wakina mama hawakusumbuliwa. Na sio katika mila zao, nafikiri hata mila zetu. Mimi nakumbuka miaka kadhaa iliyopita kule kijijini kwetu Mkongoro kulitokea mauaji. Na mauaji yale inasadikika waliouawa walikuwa ni askari polisi, wakiwadhania kwamba ni majambazi. Taarifa zilipofika wilayani Kigoma, polisi walikuja kukamata wanaume. Hakuna mwanamke alikamatwa. Walikuja kukamata wanaume. Na wanaume wengi walisongwa wakapelekwa Kigoma, wengine baadaye waliletwa mpaka Uyui hapa. Kwa hiyo wamama bado wana hiyo nafasi ya pekee kabisa. Kwa hiyo hata siku ile ya Jumapili walipoamka alfajiri kwenda makaburini, hakuna mtu aliyesumbuka nao. Walienda na wakafika kule makaburini. Kilichowashtua na kuwashangaza ni kukuta kaburi liko wazi. Kaburi liko wazi. Injili moja inasema wakasema kwamba mmemweka wapi? Wakamuuliza mlinzi waliomkuta pale, waliofikiri ni mlinzi, wakamuuliza mmemweka wapi? Nakumbuka kwamba kuna taarifa ambazo zilikuwa zimezagaa katika mji
kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba. Kuna taarifa ambazo zilikuja zikazagaa katika mji wa Yerusalemu kwamba wanafunzi wa Yesu walienda kumwiba usiku. Tena wale walinzi wanasema tulipokuwa tumelala. Mlinzi kazi yake ni kukesha, sio kulala, lakini wanaenda kujishtaki wao wenyewe, wanasema tulipokuwa tumelala walikuja wanafunzi wake wakamwiba. Tendo la kufufuka kwa Bwana Yesu lilishtua sana, na nataka niwahakikishie Wakristo wa St. Stephen, kama Yesu angefufuka halafu akapaa mbinguni siku ile ile, kungekuwa kuna ubishi mkali sana hata leo. Hakuna mtu ambaye angeamini kama Yesu alifufuka, kwa sababu kuna habari ambazo zilikuwa zimeenezwa kwamba wanafunzi walikuja wakamwiba usiku. Lakini neema ya Mungu ni kubwa, na Mungu alijua jambo hilo. Yesu alikaa siku 40 hata baada ya kufufuka kwake. Alikaa siku 40 akiwatokea watu kwa namna tofauti tofauti. Kwanza aliwatokea wale wanafunzi walipokuwa wamejifungia ndani ya nyumba, akawaambia amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Na ndiyo pale hata Tomaso ambaye hakuwepo akawa na mashaka kwamba mimi siwezi kuamini mpaka labda nione tena. Na kwa kweli akaja akajidhihirisha tena kwa Tomaso peke yake, akaja akadhihirisha kwake. Kwa hiyo kama Yesu angefufuka na kupaa mbinguni, kungekuwa kuna ubishi mkubwa sana kwamba Yesu hakufufuka. Lakini Yesu alifufuka. Kuna ushahidi mwingi. Wanafunzi wake walimuona, lakini pia alikutana na watu waliokuwa wametoka Yerusalemu wakielekea Emau. Alikutana nao. Alikutana na watu kwa namna tofauti tofauti na kwa mazingira tofauti tofauti. Kwa hiyo Yesu yuko hai. Yesu alifufuka na akawaonyesha kwamba yuko hai. Hata siku ya kupaa alipaa mbele ya wanafunzi wake zaidi ya 120 wakiwa wanamtazama akipaa kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kufufuka kwa Bwana Yesu sio hadithi za kutunga. Kufufuka kwa Yesu ni taarifa kamili ambazo hata vyombo vya habari vya wakati ule viliweza kuliripoti. Hata vyombo vya habari vya wakati ule viliweza kuliripoti tukio hili. Na kumbukeni ya kwamba wakati ule wanafunzi walipotawanyika baada ya Yesu kuwekwa msalabani, wengi wao hawakuwa wenyeji wa Yerusalemu, walikuwa wakitokea Galilaya. Kwa hiyo wale waliokwenda Galilaya tunaambiwa walianza kurudi kwenye kazi yao ya kuvua samaki tena. Na Yesu akawakuta kule kule Galilaya wakiwa wanavua samaki. Akawauliza, hivi mmepata kitoweo? Wakasema hatujapata chochote. Na ndipo akawaambia wazamishe nyavu kilindini. Hayo ni matukio ya baada ya yeye kufufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Labda tuwatazame hawa wakina mama labda kwa ufupi kidogo. Tuwatazame hawa wakina mama waliokwenda kaburini. Hawa mama wanaotajwa ni watatu. Ametajwa Mariamu Magdalene, ametajwa Mariamu mamaye Yakobo, na ametajwa Salome. Maana yake ni kwamba Mariamu anayemzaa Bwana Yesu, yeye hakwenda katika msafara huu. Na singeweza. Wamama mnajua uchungu wa mama wa kufiwa na mtoto. Atapata wapi hizo nguvu za kwenda kupaka mwili wa mwanae mafuta? Kwa hiyo Mariamu aliyemzaa Bwana Yesu, yeye hayumo katika hao wanawake watatu, isipokuwa Mariamu Magdalene, Mariamu mama yake Yakobo na Salome. Majina ya kina Mariamu kwa upande wa Israeli au kwa Wayahudi lilikuwa ni jina common sana. Ni jina ambalo wamama wengi walipenda kuita watoto wao Mariamu. Watoto wa kike walipenda kuitwa Mariamu. Hata sasa hata katika baadhi ya makabila kuna majina ambayo ni common. Wewe ukikutana na msichana yeyote au mwanamke yeyote anaitwa Anita, wala usisumbuke, ujue anatoka Bukoba. Wewe ukishakutana na msichana yeyote anaitwa Anita, wala usisumbuke, wewe mwambie tu habari za Bukoba. Wewe kuna majina ambayo ni common. Lakini pia ukikuta majina yanaitwa Edita, huyo ujue anatoka Kigoma. Tena Kigoma sio kila maeneo ya Kigoma vijijini mpaka Manyovu huko. Kwa hiyo kuna majina ambayo ni common katika maeneo fulani fulani. Lakini ukikuta wakina mama wanaoitwa Sara, wakina Sara wengi kusema ukweli ni Wagogo. Mimi nimekutana na wakina Sara wengi sana Wagogo, Mdalasara. Kwa hiyo kuna makabila ambayo yanakuwa na jina ambalo ni common kule kwao. Labda Wasukuma ndio majina yao sio common, mengine ya ajabu kidogo. Wasukuma wakina Malapa, wakina Ubapa, wakina Kabadi, hayo ndio majina sana ya Wasukuma. Kwa hiyo hawa wakina mama, wakina Mariamu walikuwa sio Mariamu mama yake na Yesu, ni Mariamu wengine. Lakini hawa wakina mama walikuwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Walikuwa katika wale wanafunzi 120. Maana Yesu alikuwa na wanafunzi wengi, tukiwacha wale 12 walioitwa mitume. Maana wapo 12 aliwaita mitume.
lakini wanafunzi wake walikuwa wengi, walikuwa 120. Kuna wakati fulani alituma wanafunzi 70, lakini jumla wengi walikuwa 120. Kwa hiyo hawa wakina mama walikuwa miongoni mwa wale, na walikuwa na Bwana Yesu tangu mwanzo. Biblia inasema hawa wakina mama walitembea naye kila alikokwenda pamoja na mitume wengine, na wanasema hawa wakina mama walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Wakina mama hawa walikuwa wajasiriamali, hawakuwa wazururaji, walikuwa wajasiriamali, na walitumia mali zao katika kazi ya utume, katika kazi ya uinjilisti. Walikuwa ni wanawake waliojua mwelekeo, wanawake waliomjua Mungu, lakini walijua namna ya kupambana na maisha. Biblia inasema walimtunza Bwana Yesu kwa mali zao. Walikuwa wanawake jasiri, wanawake walioamka mapema alfajiri kungali giza bado, wanawake ambao walijiamini. Wanawake, hongera sana kwa kuwa na bidii, hongera sana kwa kujiamini. Wanaume waliogopa kushughulikiwa na wale waliomshughulikia Bwana Yesu. Hao kina mama walieneza habari njema, hata baada ya kutoka makaburini walieneza habari njema. Ndio waliopeleka taarifa kwa wanaume kuambia Bwana Yesu amefufuka. Tumeambiwa na malaika kwamba Bwana Yesu amefufuka. Ni hao kina mama waliosema Bwana Yesu yuko hai. Ni hao kina mama ndio waliosema. Na unajua wanaume kwa kweli hawaamini sana wanawake kwa 100%. Na walichokifanya hao wanaume ili kuthibitisha, walikimbia mbio kaburini kwenda kuthibitisha. Hawakuridhika na ujumbe ulioletwa na wakina mama, mpaka wenyewe walipokwenda kule makaburini na wakaleta taarifa ya kwamba kweli wameona kaburi liko wazi, Yesu amefufuka. Kwa hiyo ndugu zangu, kazi ya kueneza injili ni kazi ya kila mmoja. Kazi ya kueneza injili ni kazi ya kila mmoja, ni kazi ya wanawake, lakini pia ni kazi ya wanaume. Na kufufuka kwa Bwana Yesu kulileta matumaini makubwa kwa wanafunzi wa Yesu, kwa wafuasi wa Yesu, lakini matumaini makubwa kwa ulimwengu. Kwa sababu kama Yesu angekufa asifufuke, imani yetu ingekuwa ni bure, na dini yetu isingekuwa tofauti na dini zingine. Tungekuwa sawa tu na dini zingine, kwa sababu dini zingine zote viongozi wao, mitume wao, manabii wao walipokufa hawakufufuka tena, na wanasubiri kufufuliwa siku ya kiyama au siku ya mwisho. Lakini Kristo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Yuko hai leo na yuko hai hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu ni jambo ambalo ni wazi na ni jambo ambalo linaleta matumaini makubwa, matumaini kwa wanafunzi, lakini matumaini kwa kanisa lake. Ndugu zangu, kufufuka kwa Bwana Yesu ni habari njema. Hiyo ndiyo habari ambayo wale wakina mama waliipeleka. Ni habari njema, habari njema ya mtu aliyekuwa amekufa sasa yuko hai. Ni habari ya pekee kabisa inayoshtua ulimwengu, inayotikisa ulimwengu, lakini ni habari yenye matumaini. Ikiwa Kristo alifufuka, ni wazi kwamba hata sisi wafuasi wake siku ya mwisho atatufufua. Jina la Bwana libarikiwe. Kama yeye mwenyewe alifufuka, maana yake ni kwamba ana huo uwezo wa kushinda mauti, ana uwezo wa kuviringisha jiwe, ana uwezo wa kutoa kaburini na kutufanya tuwe hai tena. Kristo alishinda kifo, ni wazi kuwa atatushindia na sisi pia. Kufufuka kwa Bwana Yesu kumetuletea amani na utulivu moyoni. Tunajisikia raha. Ndani ya Yesu ninapata raha, ndani ya Yesu ninapata amani, ninapata raha, ndani ya Yesu ninapata amani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mtazame mwenzako, ukiona bado na huzuni, ujue ana matatizo. Kufufuka kwa Bwana Yesu kunatuletea furaha, kunatuletea amani, kunatuletea utulivu. Ni kweli zipo changamoto za maisha, zipo changamoto za aina mbalimbali, zipo changamoto za kisiasa kila mahali, sio Tanzania tu, katika nchi mbalimbali zipo changamoto za kisiasa, lakini zipo changamoto za kiuchumi kila mahali, iwe Tanzania, iwe Ulaya, iwe Marekani, zipo changamoto za kiuchumi. Zipo changamoto za kiuchumi hata katika nchi za Asia. Tunaishi katika dunia yenye changamoto nyingi, na kwa wakati huu tunazo changamoto nyingine zaidi, na hasa migogoro inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Wote mnajua kwamba sasa hivi kuna vita inayoendelea katika nchi za Mashariki ya Kati, na hasa sehemu ya Guba. Na kule Guba ndiko tunakopata mafuta. Haya mafuta yanayokuja, mafuta ya dizeli, petroli na kila aina ya mafuta. Lakini mafuta haya yanayoendesha mitambo, sio yote, lakini 90% yanatoka katika nchi za Guba. Na sasa kunapokuwa vita,
Kwanza mafuta yale yanatumika sana, yanatumika kuendesha ile mitambo inayopigana kule. Kwa hiyo hata wenye mafuta yao wanayazuia ili wasaidie katika kupambana na vita inayoendelea. Kwa hiyo ni wazi kwamba kunakuwa na upungufu mkubwa sana wa mafuta katika nchi zingine, na mbaya zaidi, nchi ya Irani iko kando ya bahari, na bahari ile ndipo mafuta yanapopita, na sasa ameweka vizuizi vya kuyazuia yasipite katika mfereji ule, yasipite katika njia ile, na hii inasababisha ama kuadimika kwa mafuta ama kupanda bei kwa mafuta. Na ndiyo maana mafuta yamepanda sana, hasa katika nchi zetu hizi ambazo zinategemea njia hiyo. Katika maisha yangu yote ambayo nimeishi, sijawahi kuona mafuta yakipanda kwa shilingi 1,000, isipokuwa ni safari hii. Hata wakati ule wa COVID mafuta hayakuwahi kupanda kwa kiwango cha shilingi 1,000. Yanaweza kupanda kwa shilingi 200, 300, 400, lakini sio shilingi 1,000. Kwa hiyo maana yake ni kwamba dunia iko katika kipindi kigumu sana. Dunia ipo katika kipindi kigumu sana. Katika nchi ambazo zimeendelea, inapotokea tatizo kama hili, serikali inaamua kugharimia baadhi ya gharama, na gharama kubwa wanayoigharimia ni ama kuondoa kabisa ushuru kwenye mafuta ama kupunguza ushuru kwa kiwango kikubwa. Na naamini Tanzania bado ina uwezo huo wa kutupunguzia maumivu haya kwa kupunguza kiwango cha kodi kwa mafuta kwa kipindi hiki tu ambacho tupo vitani. Jina la Bwana libarikiwe. Na ninaamini kwamba mafuta yakishuka bei, maana yake ni kwamba maisha ya mtu wa kawaida, maisha ya mwananchi wa kawaida yatarudi katika hali ya kawaida. Juzi nilikuwa nina mgeni, nikamwita bodaboda anipelekee mgeni wangu stendi. Tulizoea kulipa shilingi 2,000, akaniambia ni shilingi 3,000. Na mimi wala sikuguna, nitaguna sasa namna gani? Yeye ameanunua shilingi 4,000 lita moja. Kwa hiyo mafuta yanapopanda, kila kitu, bodaboda atapandisha, watu wa mabasi watapandisha, bidhaa nazo pia zitapanda. Kwa hiyo hata bidhaa hizi tunaweza kununua madukani. Kwa sasa hii stock iliyopo ikiisha, wakaagiza, lazima mtanunua kwa bei ya juu sana, kwa sababu wataletewa kwa bei ya juu na lazima na wao wataongeza bei yao. Na kwa taarifa yako, mfanyabiashara hali hasara. Hasara inafidiwa na mlaji. Mlaji ndiye anafidia ile hasara, sio mfanyabiashara. Kama faida yake ilikuwa shilingi 100, itabaki 100 tu. Atakuongezea wewe 200 ili yeye ibaki 100 ile. Kwa hiyo serikali inao uwezo mkubwa wa kutusaidia ili kupunguza maumivu au makali haya yanayojitokeza sasa. Tuendelee kuomba Mungu aendelee kutupa amani na furaha katika maisha yetu. Aendelee kutupa amani na upendo katika maisha yetu, kwa sababu kufufuka kwa Bwana Yesu ni kuleta amani na furaha na upendo kwa watu wake. Na huu wakati ndio wakati mzuri sana wa sisi kusaidiana, wakati wa kuhurumiana, wakati wa kutiana moyo. Kila mtu amtazame mwenzake kama ndugu yake, na kila mtu amtazame mwenzake kama rafiki, ili tuondoke katika janga hili kwa pamoja, na jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana litukuzwe. Jambo lingine ni mahusiano kati ya wakulima na wafugaji. Kwa sisi hapa mjini hatuoni shida, lakini kwa vijijini kuna shida sana. Mimi naona hakuna sababu ya wakulima na wafugaji kugombana, kwa sababu ni watu wanaotegemeana sana, ni watu wanategemeana sana. Mfugaji hawezi kuishi kwa kula nyama tu, atataka naye ugali, atataka wali. Lakini wewe pia, wewe mkulima, huwezi kula wali tu bila nyama jamani. Utataka nyama tu, utataka samadi uweke kwenye mazao yako. Mimi nafikiri kuna haja ya wakulima na wafugaji kukaa pamoja na kujua namna gani wanaweza kaenda. Shida ni kiburi, shida ni ujinga na kufikiri kwamba kila mmoja ni bora kuliko mwenzake. Kwa sababu unaposwaga mifugo kwa makusudi kwenye mashamba ya watu, maana yake una shari, una nia mbaya. Lakini pia wafugaji kutumia wakulima pia kuanza kupambana kwa kutumia mapanga au marungu ni jambo ambalo halikubaliki hata kidogo, kwa sababu nchi hii ni nchi ambayo ina vyombo vya dola, ni nchi ambayo inaongozwa kisheria, ni nchi ambayo inazo sheria zake. Ndugu zangu Wakristo wa St. Stephen, tunaiadhimisha Pasaka ya mwaka huu tukiwa katika mazingira haya ambayo nimeyaeleza, lakini bado kuna matumaini makubwa, kwa sababu ndani ya Kristo kuna furaha, ndani ya Kristo kuna amani, ndani ya Kristo kuna upendo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Karibu Tabora, karibu Toronto.